sana adui. Na adui hata wabandia wanapofikia mwanadamu ni wenye kuoperea usiku zaidi. Wanapokuta opportunity ya kuingia, wanapoingia nyumbani, wanacheki kila kitu, wanakuacha pepe. Wanacheki kila kitu. Na ndio maana adui wetu mkubwa anazunguka. Maandiko yanamfananisha na simba. Akizunguka kunguruma utakuta nani atakao kumeza. Anamfananisha na simba anaozunguka. Adui wetu anafanana na maandiko naita vile vile Yesu simba. Lakini shetani anafanana na simba. Ni ule simba wa pori. Lakini wetu Yesu ni simba la kabila la Yuda, ambapo tunatuokoa, ambapo tunatupigania, ambapo tunatushindania, ambapo tunatueleve, ambapo tunatubariki. Lakini yeye mkarimu sana na anataka hekima. Anataka kwenda kupiga hodi. Sasa uzembe ama negligence yetu ndio inatuachaka tusifungulie Yesu mlango apate kuingia. Lakini tunapojachililia ndani ya negligence yetu, adui shetani anaprofite mara moja, anaingia, anacheki kila kitu, kisha kinapokumaliza, alipokumeza na kumaliza, anakutapika produit yenye watu wote watasarau. Ulikuwa na nyota ya utajiri, anapokumeza anakutapika masikini. Haleluya. Haleluya. Tuangalie tena maandiko mengine. Yeremia 1:4. Kila mtu mwenye anapatikana kwa chini ya jua, Mungu alimfanyia njia tangu zamani na hajaweka tumboni mwa mama yake. Lakini shetani adui alipomumeza akamutapika produit yenye watu wote hawatapenda wasatiri. Na njoo leo watu wanakuwa reference ya mbaya. Masikini ule unaona maneno haone wapi. Majina zinapangiwa kwa sababu tumetapikwa ni halala. Tumetapikwa ni mchafu. Yeremia 1:4 inaongea ufuatayo. Asante. Neno la Bwana lilikuja kwangu kusema. Hapa ni nabii Yeremia kunaongea. Neno la Bwana lilikuja kwangu kusema. Nilipokuwa sijakuumba bado katika tumbo, na sija kukuingiza tumboni mwa mama yako wewe Yeremia, nilikujua. Mie Mungu nilikujua. Alijua Yeremia wapi? Ulimwengu ya roho, ambao wewe kukua mwili ulikuwa kwanza roho. Haleluya. Amen. Nilikujua, ndio. Na ilipokuwa hujatoka bado tumboni, unaingia ndio ninakuingiza tumboni na haujatoka bado tumboni. Maandiko nasema nilikutakasa. Nilikuwa tayari nimekutakasa. Nimeandaa mazingira mazuri kwako. Nilikutakasa kuwa nani? Nimekuweka kuwa nabii la mataifa. Nimekuweka kuwa nani? Nabii la mataifa. Simama pale na Mungu akubariki mchungaji. Amen. Na haujatoka bado toka kwa tumbo ya mama yako. Nilikutakasa. Na haujatoka bado toka tumbo ya mama yako. Mungu alikutakasa ukue kijakasi. Mungu alikutakasa ukue tajiri. Mungu alikutakasa ufanye harusi. Mungu alikutakasa wakuheshimishe kwa kukuoa kuvua normal. Mungu alikutakasa ukue fambu au mdafe. Lakini shetani alipopata nafasi, alipopata opportunity akaingia. Alipokumeza akameza yote, akakutapika produit yenye watu kuna zarau. Haleluya. Ndio maana unaona mwenyewe walimpangilia harusi ama kuolewa kwa normal. Shetani alipokumeza akanyonya, akaprofite ile harusi ama ile kuolewa, anamtapika sasa, anaenda kuingia kukunyumba Abraham Sherani. Wengine wanaingia kukunyumba Abraham beba mimba. Maandiko nasema, maandiko naonesha kusema kama Mungu mbinguni anafurahia sana nini? Harusi. Kwa sababu alianza kufanya nini? Kurungisha shamba la Edeni. Haleluya. Sasa wakati ulikuwa wakwenda na harusi, lakini unaenda kukunyumba na mimba. Adui alikumeza, anameza na ile harusi
mapenzi, anakutapika ukwende na usherati ama kubeba mimba. Anakutosha protein iko mchafu, yenyewe watu hawezi penda. Chakula yenyewe unakula, unapomaliza kuvide ile mani kisita ndani, kwenye ulienda iweka haupendani kuiona tena. Najua bila tumaliza hapo. Wakati anapata opportunity, roho ngumu inaacha watu wanakuwa wanengilisha. Anaposikia maandiko ni kama hasikie maandiko. Kwake ni kama vile vile machukizo. Wakati ya neno anachukizwa sana. Wakati ya sifa anapiga shangwe na vigelegele. Ile sifa, nyimbo yenyewe inatolewa pale na ile sifa na ujumbe unaopaniwa na ile sifa inatoka ndani ya maandiko matakatifu. Unaneglijia maandiko matakatifu ndio msingi wako, lakini unapenda sana uzembe. Unapenda sana uzembe. Na ndio adui kunarudi. Anapopata opportunity ya kuingia anaingia, anakumeza kwanza, anapomaliza kutoa kila kitu kilicho njema kwako, baraka zako anakutapika ama anakudeposit protein, watu wote wako na neglige. Maandiko kuona sema Yesu anapiga mlango. Uko leo wiki ya mwisho ya mwaka. Uko leo wiki ya mwisho ya mwezi. Yesu anasimama kwa mlango yako kunapiga hodi. Ana hekima. Yesu ana adabu, lakini shetani hana adabu. Wake ni kuingia tu kwenye napata opportunity. Yesu kunapiga mlango. Apate kuingia kama utamfungulia mlango. Anapoingia apate kufanya nini? Kukula pamoja nawe na wewe kukula pamoja naye. Na Yesu anapokula pamoja nao na wewe kukula pamoja na yeye. Kweli kisi tulisikia ujumbe. Wiki na mwezi na mwaka mzima ndio sisi tutakuwa baraka kwetu. Lakini kama utakuwa mzembe na ile uzembe wako itafungua njia kwa adui, na kweli utazidi kukua product yenyewe inakuwa inaisha na kila kitu. Haleluya. La negligence. Ingine negligence nitaka kutokusikia. Sauti yenyewe wanakupatia ya kwanza, ile sauti ya kwanza itakuwa sauti ya muhimu sana. Sauti ya kwanza. Ndugu mpendwa, kama hautazingatia na kuangalia sana na kuchunguza vema sauti ya kwanza, Mungu anapokupatia sauti ya kwanza, utakuwa tu mwenye shetani atakuwa anamemeza kila siku. Haleluya. Na tunaangalia mwanzo hapo.